Karibu sana ndini wa channel hii cha Thome wa Masimawia. Thome wa Masimawia ni channel hii katika YouTube. Na ningwenda nandaendea ngukuleni kana withie ethando aisa subscribe no subscribe na ukethia wa we mundu wambe kuona indi video nzenza ila twethia tuyikia. Na tutanaendea muno vatu ini hoteli ni munene wa Garden Hotel. Ulani hoteli wi county ya Masaku, hoteli munene, hoteli wi bandu bakiliete nesa kwa kusisi no kuona kana environment ni nzeo no weta no maku no wiki mukutano waku wena woba mena nyumba nzose uthumu ila so koma ethani wetembete labda ni kwa tukia ba Masaku indi mena room nzeo na room nzeo mena lemu nzeo piu ethani kalanji ukwenda ya kana sapa kana kweta sana sia ku weekend indi Garden Hotel niwo mukawa ula museo piu uwa kweta ndumaku na wiva countini ya Masaku. Nienda muthocha mweni wakwa ula ni nake muthanyani wa umundi isiitwa inene aingine mwiwite Iloele JAWABU Studios na no kwithia utamu na utai wengewa yake labda kulasia ethia aumete ba ethita ke interview who is who in the music industry na kwa uni ngwithia ni ngwenda yuko thocha nikana withe ni tokwa tenia vamwe nake kidogo ataongea Kiswahili na ndo kwithia timu kamba lakini kwenye ataweza tu kuongea Kikamba ataweza kuongea ndio uweze kumsikiza. Karibu sana Basil. Asante sana. Kikamba kiunugele wanaweza kana weneno mno. Miaka ngapi sasa kutoka kuja Kenya? Miaka kama 8. Kama 8? Basi unafaa uelewe Kikamba zaidi. Naam. Karibu sana. Nielewa Kikamba. Nielewa Kikamba. Kidogo tu. Hata nilikuwa nimesimama kitu Ukambani. By the way I remember. Sokura hazikutosha. Hazikutosha. Unajua hatusemi ulianguka, tunisema hazikutosha. Na by the way mbona watu wako hivyo? Walikuwa na kuahidi watakupatia, si ndio? No, those guys love me. They really love me. Ni vile tu hazikutosha. Venye tu kura hazikutosha. Haina haja tuongee mambo mengi. Hakuna anyway. Hata tu kuna next time by the way. Kwa hiyo Basil. Kana Basili ni siitwa yakwa. Basil Siali. JAWABU Studio ni jina ya kampuni. Jina ya kampuni. Yeah. Watu wengi wanaweza taka sana kujua huyu JAWABU ametokea wapi? Umezaliwa wapi? Umekuwa uko wapi? Maisha yako imekuwaje ndio unafikia hapo? Wanajiita mtoto wa East Africa kwa sababu ya history yangu. Hata nilipojipata Ukambani bado mpaka leo inanishangaza. Nikienda leo hii Rwanda nitalala kwetu. Na nikienda Uganda nitalala kwetu. So hiyo ni kumaanisha umezaliwa. Sasa mimi ni kijana wa East Africa. Kila mahali mahali. Nikienda TZ niko na nyumba Arusha, nilipewa nyumba na familia. Yaani niko Mungu amenijalia neema ya East Africa. Ndio nini imekuwa ngumu sana watu kunielewa. Na ninafurahia. Ndio sababu tunataka kukujua hii leo. So wewe umezaliwa wapi JAWABU? Kuzaliwa kabisa nilizaliwa Kenya. Kenya. Lakini malezi nimelelewa kwa nchi tofauti sana. Yeah. So mama ndo Mkenya ama baba ama hiyo niachie. Hiyo to be continued. Hiyo to be continued. So ukaenda primary ukaenda secondary Nimesomea Kenya, Uganda. Mpaka ukafika class 8 form 4 nini? Yeah. Then from there sasa ni mimi ukaanza hustle sasa. Nikaanza hustle. Okay niseme. So ulianza kama mwanamuziki ama hii mambo ya kuwa producer imekuja baadaye? Producer imekuja baadaye, but hizo enzi zote zenye nimelelewa it was about music. Nilianza kucheza ala za muziki nikiwa class 1. Class 1? Yeah. Are you serious? Very serious. Ulikuwa na miaka ngapi basi? Nilikuwa na miaka 4. Class 1? Yeah. Ni nani ulikuwa unaangalia unasema mimi nikikuwa nataka kuwa like so and so? Ni South Africa. Anaitwa Sifo Makbane. Wewe. Hata ngoja nasema okay, acha niache hiyo. Okay, anaitwa Sifo Makbane. So that guy anaimba poa. Nilimwadmire. And I thank God nafanyaga muziki zinakaa sample yake. Na anijui. Na utammeet ujafuatilia mahali unaweza kuona. Lakini sasa nikitaka na meet. Ya Mungu amenipa neema nikitaka msanii namuita. So wimbo wako wa hizo inji zote nimeishi juu ya muziki. Nilipata kipawa nikiwa mtoto. So watu wenye wako na haja ya muziki na hawana walikuwa wananichukua kwetu. Ukawafunze. Niwachezee music na wanisomeshe. That time masomo ilikuwa unalipa primary. So nilikuwa nacheza music na lipiwa fee. Livo mpaka hiyo ni kusema wewe ndio umejisomesha? Yeah, mpaka leo. Mimi nimejisomesha primary mpaka secondary. Nimefanya certificate kidogo za sound engineering. Mimi mwenyewe tu. Yeah. Ulianza wapi? Safari yako imekuwaje ya
ndio nifike hapa. Kama ndio ufike tu hapa. Masi Mawia mimi nililelewa na watu. Nilitolewa kwetu na 4 years. In the name of instrumentalist because I'm talented in that area. So unakuta nimelelewa na watu different, mapasta. So unakuta huyu pastor ananipenda, familia yake nipendi. So hiyo ni kumaanisha wakati hapo umekuja ukamaliza kusoma. Yeah. So haukukaa nyumbani mahali umezaliwa? Bado si ukaa kwetu. Baada hata ya masomo kwa sababu kwetu my dad ni Kiwete. Mimi nimezaliwa nikakuta my dad ni Kiwete. Na usiseme hiyo word. Mtu anasemanga kuna ameumbwa ulemavu. Hata si ule. Kuna word tunatumia kuumbwa differently, but yeah, but I'm very proud of him because he's my dad. Huwezi change hiyo. Yes, huwezi change. Na ananiombeaga, ananipatia support ya mzazi. So akakuwa na uwezo wa ya kutufikia kama mzazi. So Mungu akanipa kipawa ili I hustle for them. Unaelewa sasa? So watu wengine will take granted for me. Wengine unajua venye watu hutumia watu. Kwingine nalalishwa njaa. Kwingine nafichwa. Sasa hiyo mtu amekuchukua uende ukakae kwake. Yeah, exactly. Ndio wakusomeshe ama nakulee? Ndio anilee, but mimi nacheza music maybe kwa machachi zao. Nakumbuka kuna siku nilichukuliwa na band fulani wazungu walinipenda. But that time I was very young. Sikujua mambo ya internet. So wazungu walinichukua, mkubwa bandi, pesa zangu mingi sana zikatumwa, akapotea nazo. So hiyo time uko Uganda? Hiyo time niko Nakuru. Nakuru, uko Kenya bado? Nakuru. Nilikuwa nimetolewa Kampala juu ya music show. Sasa kwa hiyo show tulikuwa nakuja Nakuru, hao wazungu walinipenda. So wakakuwa like watakuwa wananisupport. So huyu Mwafrika fulani mwenye hatutataja akacheza kama yeye. But Mungu ni mwaminifu, naendelea. Sijai lala njaa, nashukuru Mungu. Kwa maisha yenyewe nimeishi sasa hivi, sijai, but we used to. Hata kwetu tulikuwa tunalala hivyo, wacha maji moto hivyo. Hivyo kabisa. Kuna chakula, kuna nini? Hivyo. Mama na kazi, baba. Yani nothing, hakuna nyuma wala mbele. Sisi tumelala chini kwa mchanga. That's why ukiingia wangu sasa hivi mimi nalala kwa kitanda like ushaona bed wewe. Najiambiaga pole. Kwa ile mambo umepitia. Mimi maisha yangu yote anything. And I hope umekumbuka wazazi pia wanalala kwa kitanda kama hiyo. Wazazi wangu wako vizuri. Na hope Mungu atanibai chopa. Yani nataka niaibishe umaskini, poverty. Yeah, because umaskini ilitutesa sana. Mimi nilikuwa nimekuliwa na jigas kwa mikono zote. Kichwa ilikuwa na vitu za ajabu. Sasa siku hizi watu wananiambia very handsome, naangaliaga juu naambia God asante. You know how mahali umetoka kichwa chako vile ilikuwa na nimechungia Wanandi ng'ombe. So ni mtu umehustle. Vibaya. Hata hii JAWABU Studio sijai ambiwa na mtu shika enda ufungue. Ni wewe umejikanyagia mpaka uka make sure kwa mahali huko. That's why unaona mtu akileta mchezo kwa kampuni yangu I'm very tough. Juu najua kwenye nimetoka. Najua vile umeng'ang'ana. Na naona mbali sana. By the way mimi na kwenye nafiga saizi naona mbali sana. So hii mambo ya sasa kuwa producer ilikuja, uliimba ikafika mahali ukaona nyimbo zangu labda zikuji vile nataka, ukasema hata nikuwe producer? Ulisomea ama tu ulikaa siku moja ukasema leo nataka mimi kuwa producer? Na ulianza huku kwetu Kenya ama Uganda ama wapi? Okay. A good question by the way. So ilifika time nikakuamini ni the baddest instrumentalist. So nilikuwa naitoka kwa studio. Naonanga vile unashika hiyo keyboard my friend. Nilikuwa naitoka kwa studio. Kufuatilia kwa social media. Nilikuwa naitoka kwa studio ni programmia waimbaji music. Lakini wakati naishi maisha magumu. So na programia mwimbaji ngoma ina hit, producer ananipa 200 na ngoma imehit. So nilikuwa naishi maisha shida. So lakini venye nafanya vitu kwa studio ukaendelea kulana. Watu wananipenda. So ikafika time nikataka kujua production. Nini? Nakumbuka kuna studio fulani Kenya kubwa sana. Nilienda kuwauliza mambo ya kunifunza. Wakanitisha 1 million. 1 million? Ya waliniuliza kama najua kucheza gitaa, nikamwambia ndio, piano, wakasema huyu msee tukimfunza tu hivi anaweza tupea shida hapa Kenya. And I thank God hawa sasa hizi wanajuaga mimi ndio jawabu. Kuna ngoma nilifanya ya Uhuru Kenya Ulindwe ya Rose Muhando. Ikaleta makesi kidogo. So wale watu wakaambia huyu ndio jawabu, wakastuka. Wale wenye waliniitisha 1 million miaka zile. Wakasema huyu msee ndio jawabu, wakasema we knew it, but wakaniambia congratulate sana. So studio ni passion nilikuwa nayo na watu walikataa kunifunza. So yenye nilijua nilingangana tu. Nilikuwa naenda studio na kaa hapo msana anafanya na mimi nasoma. Naenda kwangu
kuna kwaya nilikuwa nafunza mahali, huyo bishop akanizawadi na kompyuta. So nikaeka software. Ndio ulianza tu kuanza mambo ya studio yako. Nikaeka software, nikaanza kujifunza mwenyewe. Mpaka so ukajifunza mpaka so tuseme wewe ndio umejifunza. Hii mambo ya production hujaenda shule. Sijaenda shule. Na neema imekuwa nyingi sana by the way. Tunashukuru. Nikiangalia kila mahali interview who is who. And I'm talking about Rose Muhando, kina Mwaipaja. Yani imekuaje? Ni imani. Okay, mimi ni kijana wa Yesu. Vitu zangu umepenya by the way, so ndo nataka kujua umepenyaje. Vitu zangu zote ni by faith. Hata leo nikiamka sikujua niko na interview na Masimawia. So mimi nikiamka naambia Mungu make a way. Make a way for me. Na nikifungua studio yangu nilinunua visitors book. Kwa imani nikaandika Rose Muhando visited. Kwa imani nikaandika. Na that time hakuwa amevisit. Hata tulikuwa tunaongea. Na alikuwa celeb mbaya sana. Nikaandika wasanii wakubwa. Nikifanya launch ya ngoma yangu ya kwanza vitabu vitasoma, ule bishop nilikuwa nafanyia kwa church yake alinipenda sana juu nilikuwa nimefunza vijana wake music. So akaniuliza msanii mgani unataka nikuletee? Huyo bishop alikuwa na do. Nikamwambia Rose Muhando. Actually alimleta. Mimi ndio msanii wa kwanza kufanya launch hapa Kenya. Tukaita Rose Muhando akakuja kwa launch. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine alishaita Rose kwa. Na every time ako Kenya, lakini malonji utampata. So after hapo kwa hiyo launch Rose alikuja, akanipenda nikiimba ile ngoma yangu. Actually alikuwa amepewa do fulani na akanipatia do na Rose. Juu ya ngoma yangu imembariki. So Rose akaniambia mwanangu lazima nifike kwa studio na lazima tuimbe. Na unakumbuka kwa visitors book nimeandika Rose Muhando visited. Na akakuja sasa. From there we picked. Kila kitu ikaenda vizuri. Tukakuwa like mama na kijana wake. Mpaka leo. Pigia Rose simu naambia na kuhitaji kuja Masimawia nataka kuimba na wewe. Anakuja haraka. So umesema umekaa Kenya for 8 good years. No, for ni more years. Ukambani ndio 8. Ukambani ndio 8. Okay. So na wale wasanii, kuna wasanii wengi sana unajua mimi kama mtangazaji kuna nyingi sana za nyimbo zile nacheza pale studio. Na ukisikiza unasikia tu zinasema Jawabu Studios. Nyimbo zenyewe ni za Kikamba. Sasa unawezaje kupiga kwa wimbo wa Kikamba? Na mimi si Mkamba. Sasa with the music is different. Okay, nasema ule msanii producer ni tofauti. Kuna producer mwenye amegiftiwa na God, kuna producer by professional kusomea. Sasa with me hata uniimbia na si Wakamba peke yao. Nimerekodi wa Nandi, Waturkana, wa Kisii. So with me is all about flow na rhythm. Kenya unaimba nikikipata tunaenda. So mwimbaji alikuja tu akwambia nataka hivi na hivi. Tunaenda nayo kabisa. Kuna wengi sana wenye umeweza kuinterview. Nimerekodi wasanii wengi. So channel kita wa Thome wa Masimawia. Ende ana subscribe, ende ana comment, ende ana share videos. Nikana with the Mundu ni maila. Lakini ngibatu katika mkawa munene wa Garden Hotel. Ani mkawa la we county ya Masako mkawa ula munene mkawa mutheu mena room nzeo monosi ya ukoma mena kundu kwa elimu no kwa kuthaukia ciana mena kundu kusio environment kilete nesa no wote family yaku ukethani ma lunch ukama mali na weekend maka enjoy na mabeba mzee bengi kwa makaya la munzeze akaikuikalia akamenyi nyumba mandi to mandi mumalizi wa umwe mumaita ku Garden Hotel kwa la mwina meetings ya harusi meetings ya rurasho hizo vitu zote Garden Hotel is the best mena kundu kusio mono kwa kukomania mena kundu kusio kundu kwa ile dawa na photoshoot edha wenda kwika maundu maingi ku Garden Hotel kuna kila kindu chombe umeva musini wa Masako matembele ni mukawani wa Garden Hotel na ndi Basil. Nenda wine twadi twana ndo mwana mwonekana niwe wine. Unajua watu wengi wanakujua kama producer. So huu ni producer wa Jawabu Studios. Jawabu imeshika sana. Wewe Jawabu iko wapi? Kwa Machakos. Wapi? Iko Machakos Kamba building 50th floor. But very soon tunaingia Nairobi. Unaingia Nairobi. Unaona bado unapanuka. Hiyo ni Kiswahili tu? Unapanuka. Tunapanuka. Mungu anaendelea kukupanulia mipaka. Naam. So nataka uimbie zile nyimbo zako. Najua kuna wengi sana wajue kama unaimba. So nataka uimbie kama 2 3 wajue apart from producing bado unaimba. Kuna wimbo wauliza ulivukaje ni Mungu
amekuvu. Mpaka unaijua, mpaka unaijua. Ni ngoma yangu. Hiyo naimbanga ngoma zangu za God naimbanga nikiwa nimefast 1 month. Nimekaa mbali bila kukatiana. Hebu imbie kidogo. So Mungu ananipa upako naimba. Hebu imbie kidogo wimbo. Wauliza ulivukaje? Ni Mungu alikuvusha. Uliwezaje? Ni Mungu kakuwezesha we. Ulishindaje jaribu kakushindia we. Kuna nyingine napenda sana, ameniambia nitulie. Wow. Ameniambia nisubiri. Kwani anajua. Na by the way unacheza ngoma zangu sana kwa radio. Nazipenda. Nikikuwa bilionea nitakubaia ndege, helicopter. Utakuwa na fly na mume wako mkienda kuinterview watu. By the way guys, Masimao is the best radio presenter. Anachezanga ngoma bila ubaguzi, bila ukabila. Actually, God bless you so much. Na kuna wengine niliimba na kusudi fulani. Walijaribu sana, hiyo ngoma unaichezaga sana kwa radio. Walijaribu sana kukimbizana na nyota yangu. Penda sana. Yesu ni final. Yesu ni final tosha. Final. Naipenda sana hiyo yote. Na ukaimba na Rose Muhando Kenya ulindwe. Na by the way nimeshutia Rose Muhando kwa hiyo tena. Hata nimeona by the way kwanza umeimba ya president. Ya Ruto. By the way mimi na admire sana William President. Najua President William Ruto. Maisha yangu ukifuatilia ni kama mse. So niko na bidii. Venye ako na bidii. Unajua mse ilifika mahali akatengwa, akabakie peke yake. Sasa nikamuita one man army. So ngoma yake nimemfanyia inaitwa one man army. Yeah, nimesikia. Ya reggae. Hata ile yenye Mr. Wise alimfanyia, aliimba It is my work, JAWABU Studios. Oh, ile ya Wise. Ya nilimpatia idea nikamwambia imba hivi nini pita hapa. Ika trend. And we thank God for that. Yep. So kuna Basil, najua wewe ni producer. Kuna wale wasanii wanaweza kutembelea Basil na huyo mtu akue kabisa mbele na nyuma hana kitu. Sijui kama unakuanga na any plan ya kusaidia watu kama hao. Nimesaidia watu masi. Nikianza kutaja nimesaidia hapa utashangaa. Hata huyo Mr. Wise hiyo ngoma ya Ruto ilikuwa part of my helping him. Because alikuwa amenipea story yake. Na nika believe God through this song life yom say change. Na maisha yake imechange. So watu nimesaidia ni wengi. Unaweza kuja kwangu kama customer nikikueleza figa zangu kama unaweza unalipa. Ikiwa una tunaonana kwa tent na kujua zaidi bora tu tufanye kazi. Umesema ni Ukambani. Yeah, umekaa sana. Miaka 8. So Basil ni single, amepata mtu bado anatafuta. Uko na pete by the Niko na pete gold. Hii ni kuna mtu tu ameona akasema jamaa anaongea vizuri. Anione kwa tent. Ameimba vizuri, nini akona nywele poa, labda amenyolewa vizuri, nini vitu kama hizo. Anione kwa tent naweza kwenda kuwa Solomon. So bado kwenda kabisa. So are you single Basil? Kuna watu kwa single by the way. Asidhani. Aje sasa? Sijaona mtu ako single masi. So sijaona mtu ako single. Yani Basil, so Basil is taken. Mbona hapo unaficha white? Mimi nilionwa na nikaona. Ukaoneka. Yani ni mtu aliniona alafu na mimi nikamuona. Tone no kwatene pamoja nake Basil, na Basil ni producer munene muno. Ile mbetani itu ya ukamba ni kwatene mwiwa mpathisia mbia na kwasia JAWABU Studios na JAWABU mwenene wa JAWABU. Naam. Hii jina yako si mpya. Hii jina yako ni jina nimekuambia kwa nyimbo karibu. Okay, ni jina kwa nyimbo utasikia tu JAWABU Studios, JAWABU Studios. Yeah. Na najua haikuanza kama JAWABU. Yeah. Number 2, hii JAWABU inamaanisha aje? JAWABU. Ni majina zako za watoto wako, wa bibi zako. Ama hiyo ni abbreviation ya nini? Nikifungua JAWABU Studio nilikuwa na majina kama 4. So nikaenda maombi, nikaambia God yenye nitaamka nikisema ndio ikoe. So JAWABU ndio niliamka nikisema na JAWABU means an answer, yani jibu. So ulikuwa unaambia Mungu akupe jawabu. Sasa yani like msanii akikuja kwa studio yangu amepata jibu ya nyimbo zake. Na wewe ni producer tu ama wewe unaandikia watu nyimbo? Mimi ni mtunzi wa nyimbo. Na yani na produce, ukikuja studio yangu ukiona wimbo mbaya naweza kukupea wimbo. Zinashukaga. Siku hizi unashoot mpaka secular. Unasikia umeshutia voice ya Mungu.
na record, you know, pale ni kazi. Sasa muziki si imani. Unajua kuna vile kuna ile inafanya nikuulize swali kama hii. Unajua tumeishi kwa dunia, watu wanapenda sana kujajiana. Yeah. That today we Basil unajulikana kama ule mtu wa church. Unaenda kanisa gani by the way hapa Machakos? Unajua ni vizuri unakuwa na church. Naenda JCC. Na kwenda kanisa by the way sio ndio kuokoka. Although kuna watu wanaamini hivyo. Mimi basi nimelelewa na mambo ya msingi ya Kikristo. Mimi kuna mapasta saizi hawezi niambie anything. Juu Kenya wanajua kuhusu Kristo, si kitu mimi najua. Kuna kitu watu wanakosea kwa hii generation. Wakati wanasema listen. Music does not do anything with faith. Unaelewa? Music is a taste. Music ni ladha. Hata hizi za gospel zinakuwa tu gospel juu wametaja Jesus. Na kuna zingine za gospel hawataji Jesus na zinachezwa kanisani. So doing a love song does not mean wewe ni mtu wa shetani. Record wa watu wa secular kina Vusi Ungu doesn't mean that wewe si Vusi Ungu si wa shetani. Vusi Ungu ni msa wa God. Na Vusi Ungu kuja kwa studio yangu ameniletea do. So juu pale ni job. Unaelewa? Sasa mimi Maima, Katombi, Vusi Ungu, Harmonize, Diamond, Rose Muhando, depending mwenye amekuja kwa sababu ile yangu ni so working. So handle hiyo pressure ya social media that social media mimi uzuri mimi watu wananijua. Kuna watu wananijua kidogo. Mimi huwezi ni post uniongelele nonsense. Nitakukujia. Unijibu kwa tunaulizana nini? So kuna watu wananijua. Mimi huwezi chafua jina langu, siwajaribu. Sasa unachafua jina nani? Hujui nimetoka wapi? Na tradition ulikuwa unasema hiyo ulipiga ya Vusi Ungu. I think uliona. Ya Vusi Ungu niliona tu nilienda kwa comment section. Nikacheka tu nikasema anyway. Unajua pia mtu akikutusi masi, the moment umemchase ufuatane na yeye, inamaanisha mnatosha. So the moment mtu atasema wewe masi wewe unajifanya, ignore. Akisema hivyo chapa nyingine. So una ignore hizo vitu zote za hizo pressure. Ignorance is the best answer. Thank you so much Basil. Ndise ukwatikana hapa katika social media. Social media utonya ungwata ta Basil Siali. Hiyo ni Kikamba. Hiyo ni Kikamba. By the way sawa by the way jifunza Kikamba sababu uko kwa mbali sana. Napenda sasa nimeimba Kijaka. Okay, mimi na try kujifunza language zote na nitaziimba. Na ngoja hiyo Kikamba. So ya Kikamba nitaimba benga kali sana. Nitakuwa nasifia warembo by the way. Na ngoja sana. Na hiyo itaua. Juu sasa hizi nimeimba ya Kijaka, mimi si Mjaka. Na imetrain nasema keloga. Hiyo keloga. Atoti mieloga, sweet baby. Inamaanisha aje hiyo? Inamaanisha nipe kiuno mwanangu. Ule wa kanisa. Sasa kiuno ni ya Mwenyezi Mungu. Kusifia kiuno ya msichana mwenye ameumbwa na Mungu. So gospel song ama hiyo ni love song, ku appreciate maumbile ya Mwenyezi Mungu masimawea. So tunakupata kwa Facebook. Facebook unanipata kama Basil Siali, niko na page ya JAWABU Studios. Yeah. Tuambie kila mahali popote. TikTok ni Basil Siali, juu TikTok size ni very crucial. YouTube ni Basil Siali. Watu wa subscribe. Hiyo ndio support unaweza nipa. Juu nikiomba do watu watanitumia. Wataanza kunipost ameishiwa. So support unaweza nipa tu ni kunisubscribe pia. Wasiweza kusema unataka kuomba kila saa. Instagram ni Basil Siali. Namba ya simu ya studio iwapo wewe ni msanii unataka kufanywa nyimbo nzuri za kuhit. Nimepita mahali watu wakaniita King of Hits. Maana yake mimi nikirekodi wimbo inaenda kabisa. Si hata wewe ni shahidi. Kabisa. So ukitaka kurekodiwa pale studio unaweza piga kwa hii namba 0714 555 601. Itashikwa hata ukipiga saa 9. Itashikwa hiyo. Itashikwa. Hiyo ni ya kazi. Hiyo ni ya ofisi. Nitaishika. So umesema uko Machakos? Tuko Machakos Kamba building. But very soon Mungu atafanya mambo na tutawatangazia. So ni kupanua hii baki mwende kwingine ama unahamisha hii Machakos? Tunapanua tujue hata Mombasa niko na studio nyingine. Mombasa bado Jawabu? JAWABU ama unaita jina lingine? Ni JAWABU Studio. Yeah, so thank you so much JAWABU. Ninakuombea Mungu aendelee kupanua mipaka yako. Amen. Wacha hata hapa Machakos huko unaniambia Nairobi, Mombasa, yani ikuwe kila mahali. Mpaka hapo kwenu Uganda mahali umekuwa. Sijui nitatumia umekulia ama umelelewa. Yani kila mahali. Kila mahali kuwe na JAWABU. Amen. So, subscribe katika channel chake ni producer Nzeo kwa aini alamu tu Iloele katika channel kicha dhome wa masimawia. Basil ni producer tambathi. Hebu taja mahits. Yeah, wale umerekodi, wale waimbaji wa Ukambani na wale wengine. Wa Ukambani. Kidogo tu. Wa Ukambani naweza anza na wote ni wangu. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu kidogo tu wenye tu umerekodi. Nimerekodi Stella Mengele, Steven Kasolo. Niendelee. Ziporeric. Twende nje kidogo. Twende nje. Nje Ringtone, Rose Muhando.
Martha Mwaipaja, tuendelee Feni Kerubo, Solomon Mkubwa. So ondo mukwiwa ni mundu recorded andu ainge nambathi sio siendete kuthi eta wa Jawabu Studios. Subscribe katika channel chake cha Jawabu Studios na inde wemo atie katika socials yake sionde eta wa Basil, unasema Basil? Siali. Basil Siali. Thank you so much Mundu wako. Unaneneka. Nimeshukuru sana. Asante. Ende nao subscribe katika channel ki cha Thome wa Masimawia. Na kila hivi ndatwekea o video nzao ukethia wa we mundu ambe komelela. Make sure wa comment ni wa share ni wa like maundu asu onthe. So thank you kwa on the Garden Hotel. Nani asante kwa kwenda na subscribe katika channel ki cha Thome wa Masimawia. Nini tawa Masimawia.